Yesu anaagiza, sema Yesu alimwagiza yule aliyeponywa, nenda kanisani, hekaluni, kwenye sinagogi, nenda ukatoe sadaka kwa ajili ya uponyaji wako. Mbona hujamalizia? Kwa ajili ya uponyaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, wakati mwingine ugonjwa wako unakurudia kwa sababu hukuwahi kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hukuwahi kufanya nini? Hukuwahi kushukuru. Mwambie, usimwogope, mwambie hukuwahi kushukuru. Uliwahi kuombewa ukapona kabisa? Hukuwahi kwenda kutoa sadaka ya uponyaji wako? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii si na Bilili ndio amesema. Yesu ndo anaagiza, umepona, nenda kanisani katoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ulipoombewa katoe sadaka. Anasema walikuwa wengi, walikuwa 10 ambao wote walikuwa wanaumwa inavyofaa. Wanaumwa aina moja ya ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wakapokea uponyaji. Lakini aliyerudi ni nani? Ni mmoja. Akaja mmoja akasema nimekuja kushukuru. Sasa huwa najiuliza, wale wengine ugonjwa wao uliwarudia au walipona kabisa? Kwa nini? Sema kwa nini? Kwa sababu Yesu alimwambia yule aliyerudi, akamwambia, kwanza akauliza wengine wako wapi? Swali la kwanza. La pili akamwambia nenda, imani yako imekuponya. Kilichomrudisha pale ndicho kilichofanya nini? Kuna uwezekano walirudiwa. Mwambie jirani yako, kuna uwezekano walirudiwa. Ugonjwa ule unaweza ukapona leo, kesho tukakuona ndo kabisa unatambaa kwa sababu hujashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwenye kila eneo, kwenye mavuno ni wakati ambao unamwambia Bwana na kushukuru. Kwenye upande huu nahisi kabisa sijafanya vizuri, lakini kwenye upande huu nimekuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye habari ya masomo yangu, kwenye upande huu sijapata ninachohitaji, lakini kwenye upande huu nimekuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema kwenye upande huu sijaona, lakini kwenye upande huu nimeona. Mwambie jirani yako, kwenye upande huu sijaona, lakini kwenye upande huu nimeona. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya.